Somo la kwanza tunasikia, tumesikia Barnaba na Paulo wanahubiri, alafu wanapata upinzani kutoka kwa Wayahudi. Wayahudi hawafurahi, lakini ni tabia yao, walishaanza. Tukifikiria vizuri, kurudisha nyuma kidogo ili tuje tuingie kwenye somo vizuri. Tuanze Yesu alivyokuja sasa. Yesu amekuja, amezaliwa vizuri, amehubiri Injili, amesaidia watu. Kuna mama walikuwa wanatokwa na damu miaka 12. Huyu mama alikuwa na msiba mkubwa, hata Injili inasema alikuwa na msiba mkubwa. Ameenda kwa matabibu wengi, akatumia kila alichokuwa nacho, hajapona. Alipogusa tu pindo la Yesu, mama msiba wake ukamwisha. Sasa huyu mama kama huyu aliyefanywa kitu kama hiki, unafikiri amani yake moyoni ilikuwa baada ya kumgusa Yesu na kupona? Maana huyu mama alitoka akiwa anashangilia moyoni. Kwa njia nyingine, mama huyu alikuwa amebeba maumivu ambayo hawezi hata kumshirikisha mtu. Ndivyo ilivyo, kuna baadhi ya kina mama hapa mmebeba mizigo yenu. Mpo tu, pengine hata mnaweza kuwa una shine, unapendeza, lakini wewe mwenyewe unajua kiatu chako kinakubana wapi. Unajijua mwenyewe unapitia nini, wewe ndio unajua. Sasa Yesu akamponya mama kama huyu. Yesu akapita, akakutana na watu wanalala makaburini, mwingine anajikatakata na mawe, mwenye pepo, watu wamejaribu kumshika imeshindikana, akamponya. Akafufua Lazaro. Matukio kama hayo yalipaswa Wayahudi walipuke kwa shangwe na shukrani na kumtukuza Mungu kwa ajili ya matukio kama haya, lakini ilikuwa kinyume chake. Viongozi wa Wayahudi walikasirika baada ya kuona Yesu anafanya vitu kama hivyo, wakaishi hata kumuita Beelzebul, mkuu wa pepo. Yaani sifa za Mungu zikaenda kwa shetani kuliko ziende kwa Mungu, zikaenda kwa shetani. Kwa njia nyingine, wakashindwa kumpokea Yesu kwa sababu ya karama na uwezo alionao. Wakaanzisha vita na yeye, figisu buni, jaribu weka mitego, mpaka wakatuma watu waliotumwa wakafika kule na wao wakapigwa neno, wakarudi wakaenda kusema yasei, tangu tumezaliwa tujaye kuona mtu anaongea. Wakaambia hata na nyie wakaendelea tafuta namna, mwishoni wakamkamata. Sasa kamata, piga, surubisha, wakamuua. Baada ya kumuua, naingia Pasaka sasa, wakamweka kwenye kaburi, wakaweka jiwe. Isitoshe alikuwa ameshasema kwamba atafufuka. Wakasema huyu jamaa alisema atafufuka, sasa twende tukaweke walinzi. Wengine walikuwa na mitutu yao, linda kaburi. Pande huko pengine linda kaburi, wako hivi. Sasa wakapigwa na surprise. Ukisoma Injili ya Mathayo sura 28 mstari wa 2, ile somo la misa ya usiku, vijilia ile, malaika wa Bwana alishuka. Malaika wa Bwana amevaa mavazi yanayometameta kama umeme. Ushaona fundi welding anachomea ule mwanga wa umeme? Jamani, mbona mnanipotezea ndugu zangu? Mnajifanya kama hamjui mambo ya welding, hamjui. Msinipotezee bwana, tuko pamoja, tunaenda pamoja. Malaika huyu amevaa mavazi yanayometameta kama umeme. Injili imeandika kama umeme. Akashuka. Kumbuka hapo walinzi wanalinda kaburi, kuna mitutu yao pengine, au pengine kipindi hicho ni mapanga au marumba tu, wanalinda kaburi, kuna kufuka mtu hapo. Basi malaika aliposhuka, yeye mwenyewe malaika kaliviringisha lile jiwe, afu akaliweka chini. Injili inasema akalikalia. Ni kama introduction, ngoja niwaonyeshe. Akalikalia. Baada ya kulikalia,
Tunaambiwa kilichowatokea walinzi ilikuwa, walinzi walitetemeka, walianguka, wakawa kama mfu, kama waliokufa. Malaika akatoa taarifa kina Maria Magdalene kwamba Bwana amefufuka, nendeni mkawaambie ndugu zake kwamba Bwana amefufuka. Kawaambie waende Galilaya, watamkuta huko. Wakati wakina Maria Magdalene wanaenda huku na walinzi na wao wanaondoka kwenda kutoa taarifa zao, kufika kule wakasema, jamani, sio mchezo, tulichokiona, tulilala kama tuliokufa, amefufuka kweli. Wakamwambia, wewe njoni hapa, njoni hapa. Ili jambo likisikika katika Uyahudi na Samaria itakuwaje? Watu si wataanza kumwamini? Sasa nyie kula pini, funga mdomo, nitawajaza mapesa, wakajaza mapesa, hakuna kuongea. Semeni kwamba wanafunzi wake wamemwiba Bwana wao, sisi tulipokuwa tumelala, walinzi gani hao wanalala? Umeajiriwa afu unalala? Semeni kwamba wanafunzi wake walikuja kumwiba. Sasa hebu jamani, kuiba mtu, ile process ya kuiba hivi, unajua kuiba tu ni tukio linatakiwa lifanyikeje? Maana ni chap, ni wezi gani wanakuja mpaka wanafungua kitambaa wanakiweka kule, alafu kingine wanakiacha huku, ndio wanaiba. Unaenda naye, unaona kabisa no logic. Mtu hawezi kuiba kistaarabu na mimi, haiwezekani. Kwa hiyo Bwana amefufuka. Viongozi wa Wayahudi wakajaribu kutafuta namna ya kuziba huu kweli, wape walinzi pesa ili watu wajue amna, lakini wapi. Mpaka leo tuko Gaspar Buffalo tunasema Bwana amefufuka kweli kweli, haleluya, haleluya. Pamoja na watu kula pesa, Bwana amefufuka. Sasa kaburi li wazi. Huo ni ufufuko ambao ni Pasaka, ndio tunaishangilia. Baada ya Yesu kufufuka, mitume walikuwa wameshaambiwa, nendeni mkawabatize, wafundisheni watu wangu. Lakini ukijaribu kuangalia, baada ya Yesu kufufuka, mitume kazi kuu walikuwa wanatumia ni kuhubiri kuhusu ufufuko. Yaani ile tukio lilikuwa ni muhimu kwa sababu ndilo ambalo hakuna mwanadamu amepambana na kifo akashinda. Yeye ni master, ili watu waamini. Sasa ndugu zangu wapendwa, tukio hili la Kipasaka lazima likatufundisha mambo machache. Kitu cha kwanza, tambua aliyebarikiwa amebarikiwa tu. Pambana, tumia nguvu, jaribu kumzika, weka jiwe, weka mitutu, weka walinzi. Kama ni Mungu ameamua, malaika atatumwa aje atoe jiwe. Utakuwa surprised. Wewe unayetoka jasho kwa sababu ya kuzima kipaji cha mtu, utajiju. Kubali baraka za Mungu kupitia wenzako, wale ambao wamebarikiwa. Kiri sema tu, Mungu, nakushukuru kwa zawadi ya baraka ya ndugu yangu. Unatoka jasho, unahangaika, Mungu, pengine umekosa ka uongozi tu, lakini unapomwangalia kiongozi aliyechaguliwa kana kwamba amekuibia uongozi wako. Uongozi wako umeibwa. Kwani wewe tangu umezaliwa hujai kusikia viongozi? Mimi tangu nazaliwa nasikia paroko. Tangu nazaliwa nimekuwa frateri, shemasi, padri, paroko, nikaja kaingia hapo paroko, na mimi nikaingia hapo. Nikakaa hapo miaka 7 nikatolewa. Bado kinaendelea paroko. Sasa na wewe tangu unasikia mwenyekiti, na wewe ukaja ukaingia hapo mwenyekiti, ukatoka hapo, inaendelea. Huwezi kuposesi. Ni kama mwalimu wa zamu, ukimaliza zamu achia TOD, teacher duty, haendelee. Sasa kwenye maisha niwaambie, kama kuna kitu kinatutesa
tunatoka jasho kwa ajili ya baraka za wenzetu. Unajua kuna watu ambao wanatetewa na Mungu. Unajua kuna watu ni machipukizi. Utatoa chipukizi katika shina la Yesu. Kazi ya hili chipukizi ni kulipa gogo heshima. Gogo likikatwa laanza kubaki ovyo ovyo, lakini kichipukizi kikatolewa kupo. Na kila familia kuna mtu ameandaliwa kuipa heshima. Nuna ununavyo, chukia uchukiavyo. Kuna mtu ameandaliwa, nitatoa chipukizi, kuna chipukizi lipo kwa ajili ya kulipa ili gogo heshima. Lipo. Sasa unakutana na chipukizi iko hapa Gaspar, pengine wa watu mwenzako na nini. Ametoka huko bwana amemtendea makuu mume wake na hela kidogo. Mmeshona vitenge ndio, lakini yeye ameshona kitofauti. Si bwana anamtendea. Ameshona, unajua nyie nguo zenu sio mchezo. Unaweza kushona unavyopenda. Unaweza kushona hivi kama unaenda hivi afu umerudi kidogo alafu baadaye unapaua. Kuna shida gani? Wewe unaona unasema hata hajampendeza. Hajampendeza nini? Amependeza. Sema. Unachokuuma nini? Kwamba ukisema amependeza unafikiri kwamba kuna kitu unapoteza. Unanuna, unakaa tu unajiumia mwenyewe. Bwana anateseka. Unavumilia tu. Unavumilia nini? Penda baraka za wenzako. Relax. Legeza mwili afande. Kila saa umekakamata tu kama mtu anataka kutoa saluti. Kwa sababu ya kuogopa baraka za wenzako. Jifunze. Kuna watu hata ukifungia kaburini. Kuna malaika wao. Hawaozi. Toa maneno uwezavyo. Sambaza kila mahali. Jaribu kufunga watu mdomo. Utaona tu ana shine. Yuko. Epuka. Don't ever fight the superstars. Kuna watu wameandaliwa. Mungu ndio hivyo alivyo. Kinachotakiwa kiri uwezo wa Mungu. Alafu kama vipi make a collab. Piga collab. Sio wale mambo ukikaa karibu na waridi unanukia. Kaa naye. Huwezi kumpiga usifanye nini? Hebu nikae hapa karibu. Hebu nifundishe. Hivi fundi wako ni nani mama? Na wewe unaweza kaenda huko ukapata namna fulani ukaja kama kipepeo unawasha taa. Kila mtu akana sika imekwaje? Nimemtumia yule fundi wa mama nani ndio amenisaidia. Leo ukaja ukatoka kivyako ukashine. Sasa umekaa huko umepiga mdomo, umesingenya, hata fundi umjui, kumuuliza uwezi, roho inakuuma, umeumia. Sijitesi. Maisha ufufuka yuko hivyo. Mafarisayo waliaibika sana. Nikuombe na wewe funze kubali ukweli. Don't resist. Utatumia jasho sana. Utateseka sana kwa sababu kuna watu ambao Mungu tayari amewekea ulinzi. Ni kama ua lilooteshwa kwenye vumbi. Mmekataa kulimwagilia. Na Mungu ndo ameliotesha. Litaota tu. Litaota tu. Kwa hiyo usipambane na watu ambao Mungu amewekea baraka zao. Tunajifunza hapo kwenye maisha ya ufufuko. Kingine, kaburi liwazi. An empty tomb. Empty. Kaburi liko wazi. Samahani, itakuumiza hii lakini ni ukweli. Kila aliyeko hapa pamoja na mimi, kaburi li wazi. Tunasubiriwa ndugu zangu. Au unasemaje? Umenuna? Mimi sasa mimi si ukweli tu nasema kweli. Kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Empty. Alafu empty yenyewe utaenda pia empty. Kwa hiyo kaburi liko wazi la kusubiri, lakini pia utaenda empty. Hutabeba kitu chochote. Umejijenga vinyumba vyako, vinapendeza, vinakupa hela na nini, kule gari chako kizuri umekinunua na you will go with nothing. Yani empty tomb, unaenda empty. Mwili wako ndo unaweka. Lakini kaburi li wazi ni ishara kwamba Kristo hajafungwa. Tutaingia kaburini lakini hatutabaki milele. Kaburi halijafungwa. Bwana wa ufufuko katika ufufuko wa pili tatufufua. Tuna ujasiri kwa sababu yeye alishafanikiwa. Kwa hiyo hatuna wasiwasi. Kwa hiyo
Jifunze. Kama kaburi liko wazi na hautaenda na kitu, don't live as a creator in this world. You are the created. Usiishi kama muumbaji. Kuna watu wanaishi kama waumbaji wa dunia. Wewe ni create, kiumbe. Ishi ukijua ni kiumbe cha Mungu. Kwa hiyo ishi kwa kunyenyekevu. Kana wenzako, ongea, piga story. Kuna vivi baraka Mungu amekupa, those are accidentals. Ni vitu tu vimetokea tu. Lakini hivyo vikufanya ushindwe kusalimia wenzako, jamani sasa hizi. Umeamkaje? Mama nani, habari za jumuiya? Hiyo tu. Wengi tunashindwa na hivi vitu vidogo. Very simple. Vitu vya kawaida tu vinatushinda. Unaweza kuta pengine wewe ni engineer. Sio mzee wangu Njau hapa. Namsema mzee Njau. Na wengine una uwezo mkubwa lakini huwezi kumwambia jamani habari za asubuhi. Tuta question hivi, huyu mtu ambaye ameweza mambo makubwa hivi, mbona ameshindwa na hichi kitu kidogo namna hii? Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, hapo tujifunze. Sasa ukweli huu uliendelea kuhubiriwa na kina Paulo na Barnaba. Wayahudi waliukataa. Walikuwa wanataka kuwapangia, mara ukitaka kuwa Mkristo lazima uwe circumcised kadiri ya sheria za Kiyahudi. Mpaka wakaitisha mkutano wa Yerusalemu kuongelea hili jambo. Wakatoa suluhisho kwamba sio lazima kutahiriwa, watu wa mataifa waachwe. Kwa mara ya kwanza kwenye somo la kwanza leo tunasikia Yesu alisema wakiwakaribisha vileni vya kwao, wasipowakaribisha unafanyaje? Kukumuta mavumbi. Kwa mara ya kwanza tunasikia kwenye somo la kwanza mitume wa Yesu wanakumuta mavumbi. Kwa mara ya kwanza Paulo na Barnaba wanaenda Ikonio kwa Wagiriki, baada ya Wayahudi kukataa injili, wanakumuta mavumbi. Sio kitu kizuri sana kumuta mavumbi. Na Yesu aliposema kwamba kumuta mavumbi hakimaanisha kwamba ukungute kwa haraka haraka. Maana mtu anaweza kukuudhi kwa sema kuanzia leo unakumuta tu fasta fasta unaenda. Hata sisi mapadri huwa tunawavumilia waumini wetu. Tukiwa na mapadri ukasirika haraka haraka wa kumuta mavumbi fasta fasta, kuna baadhi ya watu wangefungiwa sakramenti. Lakini hatufanyi hivyo kwa sababu tunajua pia kuna uvumilivu. Wakina Paulo walijaribu kuelewesha, wakaongea, lakini hawakuelewa. Wakaanza kubisha. Mwishoni wakina Paulo na Barnaba wamekumuta mavumbi, wameondoka. Somo la Injili. Injili ya Yohane sura 14. Ukianzia sura 14 mpaka uje mstari wa kwanza mpaka wa 7 na kuendelea na kuvuta injili ya leo, utaona Yesu anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, naenda kwenda kuandalieni makao, ili pale nilipo mimi iweje? Sikilizeni vizuri hapa. Pale nilipo mimi na nyie. Wewe nikuulize swali. Pale nilipo mimi na nyie muwepo. Hivi ni nani mwenye uwezo wa kukukaribisha pale mahali ambapo alipo yeye na wewe uwepo? Hapo mtu anaweza akaja akajifanya ana njaa, hana kitu chochote. Unajua maisha yamekuwa magumu. Lakini wewe haupo pale alipo. Ana viela vyake benki milioni 50, 20, 200. Pale nilipo mimi na wewe uwepo. Uwepo hiyo kwio ni Yesu peke yake, sio mchoyo.
pale alipo yeye na sisi tuweze kuwepo. Ndugu zangu wapendwa, Yesu ana upendo sana. Mwanadamu sio rahisi kukaribisha kwenye vitu vyake. Kuna watu wana vitu vyao, lakini huwezi kufikisha pua yako pale. Hawezi kushirikiana na wewe. Lakini Yesu anasema naenda kuandalieni makao. Yesu hana uchoyo wote. Kwanza alitoa mwili na damu. Mwili na damu ndio mtu. Nikikutoa mwili na damu yako umekufa. Kwa hiyo Yesu alijitoa kila kitu kwa ajili yetu sisi. Na bado tena anaendelea anasema pale nitakapo kuwepo na nyie muweze kuwepo. Anaendelea na kuwaeleza kwamba mimi na Baba ni wamoja. Manake logical, ukimuona Yesu umemwona Baba. Sema yeye na Baba ni wamoja. Ndio Filipo anamuuliza. Yesu ameshasema haya mambo, lakini Filipo anamuuliza tena, tuonyeshe Baba. Yesu unajua anashtuka kidogo, anasema wewe Filipo, nimekaa na wewe muda wote, hujaamini tu. Ndugu zangu wapendwa, ndicho kinachotokea. Kuna watu hapa mmekaa na sakramenti za Ekaristi. Hapa ni kanisa, mna mwili mpaka damu ya Kristo mnayo, mmekaa nayo. Kanisa pekee yake nafikiri hapa Tanzania sijui linalokaa na damu ya Yesu. Lakini unaweza kushangaa kuna mtu anataka kwenda tena kwa Mamposa, tuonyeshe Baba. Umezoea, huoni utakatifu wote. Mazoea katika imani yanaua imani. Mkizoea ile kanisa lenu, mimi nimekuja hapa nasema wow, Mungu, ile kanisa sijui limejengwaje, ni la kipekee sana. Kwanza feni 3 tu sijui ngapi tayari kanisa zima tunapata kiyoyozi. Nimetumia dakika fulani kucheki hizi feni zimetengenezwaje kwa. Nisema kwa kweli hapa kuna uumbaji wa Mungu. Sasa nyie, sisi tuna mavo, sisi tunashangaa. Nyie ambao mko hapa mshazoea, yani kawaida. Watu wanaweza akatoka huko wakaja akapata neema hapa, bado nyie mnamtafuta Baba. Kumbe Yesu yuko hapa. Tuonyeshe Baba. Mimi natutosha. Mazoea ya mambo matakatifu yanaua imani. Somo hili la kufundisha. Filipo anataka aonyeshwe Baba. Ni ishara kwamba amekaa na Yesu. Na Yesu alishasema mimi na Baba ni wamoja. Lakini haoni utakatifu, hapati kitu. Na wewe kama mama, yani umekaa kwenye kanisa, mapadri wanahubiri, neno la Mungu lipo, unapaka damu ya Yesu ya kuabudu, lakini bado hujamuona Mungu. Bado unatafuta muujiza. Yuko hapa. Nimekaa na wewe muda wote Filipo. Bado unataka miujiza mingine? Utaulizwa. Mwisho kabisa, kwa kumalizia, Yesu alisema nitafufuka. Akafufuka kweli. Keep your promises. Timiza ahadi zako ulizoahidi. Umemwahidia Mungu, timiza. Yesu aliwaambia wafuasi wake nitafufuka, hakudanganya. Na ikawa hivyo kweli. Timiza ahadi zako. Timiza maagano yako. Ukisikia maagano, naomba niongee kidogo tu. Nikikumbuka upadrisho wangu, kwa mfano, yale maagano matakatifu, siku ya upadri, siku ya upadrisho, mapadri watakumbuka hapa. Siku hiyo mimi nipadrishwa jimbo la Moshi. Jimbo la Moshi lina mapadri wengi sana. Mapadri wanaokuja kwenye misa ya upadrisho, yani wanaweza kufika hata 300. Siku ya upadrisho unakumbuka umefunga mikono yako vizuri. Nasikia Bwana unaniita. Hapo ni shemasi. Unaenda kupewa upadri. Utasomewa mambo mengi. Sala zitasaliwa. Itafika wakati mpaka sasa ni wakati wa kuliagiza baraza la mbinguni liombee hawa majamaa. Bwana uturumie.
Utatu Mtakatifu unaitwa Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, watakatifu wengine ambao hata siwajui muombe. Jamaa amelala pale, tunaombewa. Wazazi na wao mpiga magoti, ndugu, marafiki wamesafiri kutoka mbali, wamekuja ili washuhudie maagano. Jamaa anaweka maagano. Baada ya hapo kuna kupiga magoti. Baada ya kuombewa na wazee wa zamani na mababu, mnapiga magoti. Mapadri wanapita juu ya kichwa chako, wanaondoka, wanaenda, wanaondoka. Mapadri karibu 300 unapiga magoti mpaka unaona kama magoti yanataka kuingia tumboni. Unatamani kama uombe kiti ukae, lakini hamna ruhusa. Bwana anateseka pale. Mapadri wanapita pale, askofu anasali sala ya kukweka wakfu. Sala inasaliwa pale, unatoka hapo ndio unavalishwa sasa chasubo kwa mara ya kwanza mbele ya waumini. Kanisa Katolika alifanyaki vitu kwa vificho mbele ya watu. Kwa mara ya kwanza tangu uzaliwe hujai kuvaa chasubo ukiwa imenyoka hivi, ndio unavalishwa pale. Watu wanapiga vigelegele, jamani, mapadri wapya pale. Mnaenda, haijaishia hapo. Leteni mikono yenu, lete mikono hapa, paka mafuta ya Krisma takatifu, kwamba hii mikono imetengwa kwa ajili ya kutolea dhabihu na sadaka za Mungu. Hali kubariki watu, si kwa ajili ya kuwapiga watu makofi hapa. Bariki. Unatoka hapo ukikumbuka hili tukio. Mimi nakwambia, mimi nikikumbuka hili tukio sichezi kabisa na upande wangu, sichezi nao. Huwezi kuniletea utani kwenye hili tukio. Wewe paka makerubi maserafi huko wanaitwa na utuhurumie. Ghafla tunasikia padri fulani hawezi tena kuadhimisha misa. Jamani, amedakwa na ni mfano. Ukikumbuka zile sala na zile vile vitu, yale maagano yaliyoko pale, unashtuka kidogo. Sasa nimeongea upande wetu. Keep your promises. Eka ahadi zako. Na kati ya tukio mimi ambalo ni moving, linanifanya mimi nashtuka kuhusu upande wangu, ni hapa. Kweli naona ninadaiwa. Na tukio nilifanyie kazi, bado sijafanya kazi. Nilipofanyia kazi hilo tukio, nimeongea kuhusu mapadri na wenzangu ni hivyo hivyo. Si ni mapadri. Kuhusu mtuombe tuweze kuweka maagano. Hivyo vitu tulivyovisema. Yesu alisema atafufuka. Naomba na sisi mtuombe tuweke maagano hayo tuyashike vizuri. Sasa huo ni upande wa upadri. Turudi kwenu. Msifikiri kwamba nilikuwa naongelea tu upande wetu, mnacheka mnafurahia. Narudi kwenu. Turudi kwenye ndoa yenu basi. Kwa haraka tu. Matukio ya ndoa zenu. Wakati mkiwa wachumba, mnakuja kwa paroko, unakuta tu vimekaa kama vinyau fulani tu. Yaani, baba tumsifu Yesu Kristo. Baba, tumekuja kuandikisha ndoa. Tumekuja basi wanaandikisha hapo. Inafika siku ya tukio, kama sisi ile tukio letu sasa la kuombewa, na nyie mnakuja mbele ya madhabahu, nikupeleke kwa baba paroko mchana kweupe. Saa hizo mama wa watu ameamka saa 10:30 kuelekea saluni, ameenda kuondolewa paka viukoko vya zamani vya miaka ya karne koti. Kichwa tu chenyewe kinaweza kutumia saa 1:30 kurekebisha hapo. Weka na nini, hamna shida, ni siku yako. Very smart, ni safi, ni siku yako. Ingawaje pia kuna wakati mnazidi kidogo. Kwa hapo hamna shida, ila sasa ikifikia wakati wa kuvaa gauni, unakuta mwili ni mkubwa, gauni ni dogo.
mtu anabonyezwa. Unajua mtakuja kuua mtu kwenye misa ya ndoa ujue. Mama watu pengine alishakaa kwenye ndoa amekaa miaka kama 3, 4 au 6 na ana watoto karibu 3, ndio ameamua kufunga ndoa. Anaenda kule anavalishwa gauni la binti, anabonyezwa manyonyo, anashikiwa huko na screw. Yaani anakuja kidevu kiko juu ya nyonyo, hata goti hawezi kupiga, huku amewekewa kama fito fulani hivi za kumnyosha ili aonekane weka ma sponge bana, huku anatembea kama vile huwa havunjiki. Akija kupiga goti ni ndio ameinama. Tukiwa tarehe tunaona vitu vingi. Mmoja paka nikasema Mungu wangu atakufa nini? Bwana awe nanyi na roho mwako. Hoi. Si unaji Mungu wangu. Ila kitu mama, angalieni jamani, mtakuja kuua mtu. Mnabanwa, yani mtu anashikwa na kamba huko. Nyama zinasema. Nafikiri ikifika wakati wa kuvua ni kama mtu amechukua nyama akaziweka kwenye ndoo. Mwili una relax. Hiyo siku ni siku yako special. Si uvae nguo free tu kama kanzu ya faza hapa. Uwe free uko ndani hata unatembea tu kwa amani. Lakini umejibana siku ambayo ni ya furaha, ni ya shangwe, ndio unaenda kuweka maagano matakatifu. Umebanwa tena. Hata kuongea uwezi mwenzangu pokea pete. Je, unampokea Charles awe mume wako, haidi kwa mwaminifu, kwa kumpenda na kumheshimu siku za maisha yako? Unasema ni panya amekamatwa kwenye singo. Mtawezi kuitika. Jamani, angalieni wale hizo saluni mnazowapeleka, wavalisheni nguo za kawaida, free, mili yao iwe free. Watu ujaza na hiyo nguo imetengenezwa, huwezi kuifanyia kazi. Yaani ile ni special hiyo day, the day is special. Kwa sababu ile nguo ni kubwa, wakati mwingine paka huku, paka wengine anashika. Yaani siku hiyo ni wewe, yani ni unique, haijirudii. Labda kifo kikiwatenganisha, urudie tena. Lakini ni special. Sasa hiyo siku special, watu wanabanwa tena. Tuachane na mambo ya magauni. Nyinyi wenyewe mnajua siri ya mtongi, mnajua. Nimejisemea tu. Lakini wanakuja hapa, nikupeleke kwa baba paroko. Hapo amevaa vizuri, ameshaelekezwa. Baada ya dakika 3 funga macho kama vile unakata roho. Kwa sababu zote nakuja. Wako wanakuja. Siku special. Sasa hizo kuna ndugu zako wanakaa Songea wamekuja. Wamekuja da. Kuna sijui mama mdogo anakaa sijui Mbeya amekuja. Watu wanakaa Kagera amekuja. Watu wamekuja, wanakuja kushuhudia hili tukio la neema, maagano. Watu wanaingia kwenye maagano hapo. Watu wote wanaangalia. Unampokea huyu awe mke wako tena ili kwa mwaminifu kwa kumpenda kwa mshizo za maisha yako. Ndio. Pale aliyounganisha Mungu mwanadamu sitinganisha. Huwa watu mfano. Nasema pale tumekamata mbuzi. Funga kwenye urefu wa kamba yake, kuanzia leo hata milele utakuwa kwenye huu mti, ewe mbuzi. Kuna kutoka hapa. Lakini changamoto iliyopo sasa hivi ni mbuzi kukata kamba. Mbuzi wamekata kamba, wanapita kwenye mashamba ya watu. Mashamba mengine yamepigwa dawa. Promises are not kept. Ahadi haziweki tena. Ndoa zina maumivu. Wanaume wamekuwa mbuzi zokata kamba. Mtu ana wanawake amewapanga kama watu wanajiandaa kutoa vipaji. Watu wake. Ndio hii inaleta sasa maumivu. Unaona mama anakosa tabasamu kwa sababu amekamata msururu ya message kwenye simu. Hana amani. Ahadi hazijawekwa. Promises are not kept. Maagano hayajawekwa. Yesu alisema nitafufuka, lakini wale hao waliosema nitaishi na wewe mpaka kifo kitutenganishe hawaishi. Yote haya ndugu zangu yanaumiza. Ndugu zangu wapendwa, nina mdomo sana. Acha niishie hapa. Bado semina baadaye. Mwisho wa mdomo tumsifu Yesu Kristo. Eka mahadi zako.